ndio tunarudi sasa kusema nani anatakiwa aende wapi. Yaani wale sio nakona, mje na vile vibendera vyekundu, si ndio? Na mambo zake. Wewe chomeka ili mimi nikija nijue kuanzia pale mpaka hapa ndipo ambapo unataka uwaondoe hao. Hapa ndipo linapojengwa soko jipya. Hapa inapita barabara inayounganisha kwenda nini? Mavurunzi. Hapa panapita bomba la maji. Eneo linakuwa limeisha. Baadaye nijue niwaambie jamani, sasa sisi twendeni Makambako. Sasa kama eneo limeisha, tunasema kumbe eneo limeisha. Kama eneo lipo tujue tuko wangapi. Kama tunalipanga, tulipange na huu mradi uwe ni neema ya hawa wafanyabiashara kwamba kupitia mradi huo pia na sisi tumepata maendeleo. Kabisa. Mbona hili jambo sio gumu? Mkuu wa wilaya ameshaingia katika eneo hili, basi wananchi tunaye anauliza mnaendeleaje? Kuanza nalo sasa. Hapa tuna mwenyekiti mmoja akafariki, mwingine yuko Dodoma, mwingine yuko kanisani, mwingine yuko watoto yatima. Ndio uongozi tuliomba huu. Fanyeni huo taratibu diwani. Haya, mtendaji wa kata, wewe mwenyekiti kaa. Mtendaji wa kata. Hata ina watendaji wawili na wote hapa. Mtendaji wa kata, njooni watendaji wa kata. Kikao cha mwisho cha serikali ya mtaa kimekaa lini hapa? Mtambo. Kikao mwezi uliopita. Kikao cha mwezi wa mwisho. Kila mtaa unatakiwa kila mwezi kuwe na kikao cha mtaa. Kamati inakaa, wanajadili changamoto za wananchi, si ndivyo? Ndio. Kikao cha mwisho cha mtaa ambacho mtendaji mmeitisha, mkakaa na muktasari upo, kwa sababu mkinidanganya mtaitisha muktasari hapa. Nitataka niangalie muktasari wa mtaa kabla sijaenda hata kwenye muktasari wa ODC. Kwa semeni ukweli, mara ya mwisho mmekaa lini kujadili changamoto za mtaa? Ongea ukweli. Muktasari mnao mwezi wa 5. Ofisi yako iko wapi? Vuka kaniletee muktasari wa mwezi wa 4 na wa 5. Niletee muktasari kuanzia Januari, Februari, Machi, mwezi wa 4, wa 5. Tubaki na mwezi wa 6 kwamba hamjakaa, ili tujue mlijadili nini kwenye vikao vyenu, alafu tutaamua hapa kama mlitujadili au la. Vikao vyenu vya ODC cha mwisho mmekaa lini? Mwezi wa 4. Mlikaa mwezi wa 4. Muktasari upo? Ofisi iko wapi? Ng'ambo. Kanileteni muktasari wa mpaka mwezi wa 5, wa 4. Sawa. Nijue kwenye muktasari mjadili nini. Ndivyo. Wataalamu wako wapi hapa? Wakata. Anatakiwa wepo afisa elimu, anatakiwa wepo afisa afya, maendeleo ya jamii uko wapi? Ustawi wa jamii uko wapi? Wako ofisi.
Niko serious. Mheshimiwa Diwani, watu wako wako. Mheshimiwa DC, mimi napenda kuwa mkweli na unajua nimenyoka. Nyoka baba. Taarifa tuliwapa wataalamu wote kwenye kata ya Saranga hawakufika na hakuna taarifa zozote. Polisi kata ngwa. Nenda. Ndio. Wapigiwe simu. Wachukue wote. Kawaweke loka. Waiteni wataalamu wote. Waite. Wapigie simu wote. Wawekae loka. Wewe haitoshi. Naombeni kamera kubwa. Kwa sababu Ndio baba. hichi kikao kimeitishwa na wananchi toka juzi kwamba tunataka mkuu wa wilaya aje. Ndio. Nikapanga ratiba kwamba tutakuja kukutana na wananchi. Tulikubaliana saa 5. Nikamwambia ikifika mkiwa tayari mniambie ninyi. Mkiwa wako tayari hao? Sasa tumekuja kufanya nini hapa? Kwa sababu maendeleo ya jamii ndiye anayehusika na maendeleo ya nini? Sasa hii sio jamii hapa. Ustawi wa jamii ndio anayehusika na ustawi wa nini? Hakuna walemavu hapa? Hakuna wazee hapa? Hakuna wajane hapa? Hakuna yatima? Leo ofisini anakaa kwa nani? Changamoto. Ofisini anakaa kumsaidia nani? Mimi nimekuitia wananchi wote wako hapa. Nimekupunguzia kwa sababu wewe inawezekana ungewaita wasingekuja. Sahihi kabisa. Hapo na wengine kwa ofisini wakae loka. Sawa sawa. Mkimaliza saa 10 jioni ndio atatoka. Tena wavulio na viatu wakae wajifunze. Sahihi kabisa. Hatuwezi tukakaa tunatafuta matatizo ya wananchi. Wewe umekaa ofisini, mimi ndio kutatulia tatizo lako hapa. Umetesha baba. Watendaji TANROADS mko hapa. TANESCO wako hapa. Hawajaja. Mwingine anayehusika na eneo hili BRT mko hapa. Haya, nadhani tumeshatambuana nani yupo nani hayupo, si ndivyo? Sasa tuanze. Mwenye tatizo ni nani? Mlalamikaji ni nani hapa? Data BRT unalalamika kwa ajili ya barabara. Mwenye mradi tunaomba mje muongee. Labda niulize swali vizuri. Tatizo ni nini hapa? Samahani kwanza, waheshimiwa madiwani njooni. Mimi nawashukuru waheshimiwa madiwani, diwani Saranga, diwani Kimara. Hawa ndio madiwani wenu. Angalau unaona wakifurukuta. Wanafanya kazi. Huyu anawatetea sana wafanyabiashara. Huyu walijaribu kumpiga vita lakini amerudi na anaendelea kuwatetea na wala usirudi nyuma. Amina, amina, amina. Diwani Sanga yeye ni mgeni lakini ameingia vizuri. Mpaka juzi nikamuuliza, kumbuka wewe bado ni injinia, utakuja kuua watoto njaa ukitetea wananchi. Hakika na kazi zako zinaenda. Lakini hongera. Mimi siwadai na mmelalamika kuhusu hili, nimekuja ili tulitatue. Endeleeni kufanya kazi ya wananchi. Mheshimiwa mbunge yeye tumemtoa. Mimi na wabunge wawili ambao bahati nzuri wote ni mawaziri, na ndio katika wakuu wa wilaya wachache wenye mawaziri majimbo yote mawili. Kwa nimewaambia wabunge hivi, wewe
katafute miradi. Mimi ndio katibu wa mbunge, wewe katafute, wewe katafutie pesa, tutatulie. Mimi matatizo ya wananchi wewe unatakiwa uyasemee. Mbunge kazi yako si uwakilishi. Sasa kama huyu amesha kuwakilisha, wananchi wanajua, na mimi niko hapa natakiwa nijue, tusaidiane kazi. Wewe katuletee pesa, hata tutarundikana wote hapa, hatuna mbele wala nyuma. DC una hela, diwani huna hela, mbunge naye anakuja kupiga siasa hapa, kazi yake kuzuia misiba. Tumewatuma wakatafute pesa, lakini salamu zao mzipokee. Mimi nataka kuwa mkweli. Ukiwa na mbunge ambaye kazi yake ni kuja kwenye vibao kata na misiba, hakusaidii. Sahihi kabisa. Kazi yake ni akipita tunasema hapo vipi? Mnaendeleaje? Akikuta kijana anakupateni, hatumtaki mbunge huyu. Wewe ni mnafu. Kwa mimi nimwambia Profesa Kitila na dada yetu Angela, nyinyi kwa sababu Mungu amewabariki, hebu tupambanieni Kimara, Saranga na Ubungo kwa ujumla zipige hatua kwa haraka. Naomba mpokee salamu zao, na mimi nawawakilisha hapa. Kama kuna jambo lolote, maana yake ni kwamba na wao wanahusika, na mimi ndio walionituma, tutalitatua kwa pamoja kwa niaba ya wananchi. Nawashukuru sana. Sasa wewe karibu tueleze tatizo lenu hapa. Asante mheshimiwa. Katika kutekeleza mradi wa kutanua barabara ya kutoka Ubungo mpaka Kimara, miongoni mwa kazi zinazotakiwa kufanyika ni kujenga parking. Parking hizi zipo 5 na sehemu mojawapo ni hii ambayo kuna wananchi wanaendelea na biashara zao, na changamoto ni kuhamisha wananchi ili kuhakikisha mradi utekelezwe. Ujenzi wa parking. Ujenzi wa parking. Mchoro uko wapi? Mchoro uko Kaleteni. Si ndio? Kwa sababu huu mradi sio dharura. Sio dharura. Na hakuna mwananchi kichaa ambaye hataki barabara. Kwa hiyo tusimsingizie mwananchi kwamba hataki barabara. Sasa kama kulikuwa kuna mpango wa kutengeneza parking, mradi umeanza una zaidi ya mwaka, tuletewe mchoro hapa, nipewe taarifa. Wakati mradi unaanza, wananchi waliitwa lini, wakashirikishwa, wakajulishwa, wakapata nafasi ya kutoa mawazo yao. Sheria na maelekezo ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, mradi wowote lazima uwe shirikishi. Lazima uwe shirikishi. Na ushirikishaji una ngazi tofauti. Kuna ushirikishaji wa taarifa ambao huwa hatupendelei sana. Ushirikishaji wa nini? Wa taarifa. Hata kule nyumbani kwako ukitaka kwenda kwenye kicheni party, ukimshirikisha mumeo kwa kumwambia naenda kwenye kicheni party, kuna tatizo kwenye hiyo ndoa. Ushirikishaji ni kwamba lazima mjadiliane kwanza. Hivi kwa mfano, mume wangu, unajua na mimi wakati tunaoana kuna watu walikuja, anasema kweli nani ya mfanya biashara mdogo mdogo inahitaji vitu viwili. Cha kwanza, lazima kuwe kuna usafiri. Kabla ya chochote, lazima umuone daladala, umuone bajaji na toi au ni mapacha. Hakuna biashara yoyote utakayoifanya ifanikiwe bila kuwa na hao watu. Jambo la pili, ili biashara iweze kufanyika eneo hilo, lazima kuwe na wakina mama wauza nyanya wanaopanga chini. Ukishawapata hao na mabeseni yao na samaki zao na chumvi zao, machinga anayeuza kitambaa
anayeuza chaja, anayeuza mswaki atafanya biashara. It's common sense. Ni akili ya kuvuka barabara. Unaangalia kushoto, unaangalia kulia, ndio unavuka. Kwa hiyo nikamwambia soko la Kingalu limejengwa kwa bilioni 17. Alafu wauza karoti na nyanya wakawa wamepangwa juu. Alafu nafaka, miogo, viazi vikapangwa chini. Kule juu kuna joto. Maana ndio kuko wapi? Juu. Kwa mtu akipeleka nyanya na mchicha wake siku 2 ushasinyaa. Ushaoza. Kinachofuata unajua anafanya nini? Anaubeba, anaenda barabarani. Ili awai kuuza usioze. Lazima watoto wake wakale. Hawezi kukubali mchicha wake ukaoza, hawezi. Utampiga marungu, utamkamata, utamuonea, atarudi tu kufanya biashara. Nikawaambia hivi, ili tuanze kutatua hilo, lazima tuangalie jinsi gani tunaunganisha hizi. Nikaenda na wakumbuka wafanyabiashara. Kuna mmoja pale ukienda Morogoro amebandika bango na picha yangu kama mmeliona. Ameandika picha pale kubwa kwenye biashara. Ameandika wakili msomi. Umeliona eh? Yule ndio mimi sasa. Nikawapata mwanzoni wakaniambia hivi, atoki mtu hapa. Wakasema mwambieni hiyo DC. Hakunaga machinga. Anatoka kama anaenda harusini, labda aje na mabomu. Nikamwambia wala mimi sijasema mtoke. Ninachosema tujipange. Nikaenda. Nikakopa benki. Nikakopa shilingi milioni 106. Nikajenga mabanda ya wafanyabiashara 883 kwa hela yangu mimi. Na mpaka leo tunavyozungumza, mkuu wa wilaya pekee anayelipwa nusu mshahara kwa kuwajengea wafanyabiashara Tanzania ni mimi. Hii sio hadithi, sio story. Nendeni popote, kawaulizeni. Nendeni soko la Kingalu Morogoro, waulizeni wafanyabiashara. Lakini watu 883 leo hii watoto wao wanakula na wao wanafanya biashara miaka mingi. Hatufanyi haya kwa kutaka sifa. Tunafanya haya kwa kutambua dhamana ya uongozi tuliopewa ni kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Mimi sijawahi kutukana na mfanyabiashara mdogo. Watu wanajiuliza, mimi nimekuja na askari hapa? Nimekuja na mabomu? Niogope nini? Kama nimefanya kazi yangu, sina kuja kufanya kwa wananchi. Sasa nijitutumie mabega ili nini? Unataka utukufu ili nini? Utukufu wasaidie watu. Tekeleza ulichotumwa, nenda kafie mbele. Tuliweza kuwapanga wale wafanyabiashara kwa sababu kwanza unawashirikisha wenyewe. Na hawa mimi niwaambie, mheshimiwa diwani, mimi nawajua wafanyabiashara nje ndani, yani kiuswahili nje ndani. Wanaweza wakakupanga ukaamini ni. Ndio tunarudi sasa kusema nani anatakiwa aende wapi. Yaani waje sio na kona, mje na vile vibendera vyekundu, si ndio? Na mambo zake. Wewe chomeka ili mimi nikija nijue kuanzia pale mpaka hapa ndipo ambapo unataka uwaondoe hao. Hapa ndipo linapojengwa soko jipya. Hapa inapita barabara inayounganisha kwenda nini? Mavurunzi.
hapa panapita bomba la maji, eneo linakuwa limeisha. Baadaye nijue niwaambie, jamani, sasa sisi twendeni Makambako. Sasa kama eneo limeisha, tunasema kumbe eneo limeisha. Kama eneo lipo, tujue tuko wangapi. Kama tunalipanga, tulipange, na huu mradi uwe ni neema ya hawa wafanyabiashara, kwamba kupitia mradi huo pia na sisi tumepata maendeleo. Kabisa. Mbona hili jambo sio gumu Kabisa. Kwa mimi ni waruhusu nyinyi, nendeni mkaniprintie hii hapa kwenye nyaraka kubwa, ndivyo? Nendeni printini nakala kwa hapa, naomba masaa mawili stationery liprintiwe kwenye A4, ni ramani likubwa, si sawa? Halafu saa 10 mje nalo, mkiwepo nyinyi na mimi, si ndivyo? Ili sasa lile ramani mtalibandika mahali panapoonekana, halafu mnionyeshe mradi huu unavyotekelezwa, nani yuko ndani, nani yuko nje, nani atabomolewa leo, nani atabomolewa kesho kutwa, nani atabaki, nani atakuwaje, ili tuweze kujua ni nini tunajipanga nacho, si ndivyo? Ndio. Hii haya sio majibu ya ukimwi kwamba unayaficha, ni jambo la wazi, ili wote tunajipangaje. Kwa nendeni mkaprint kwenye A4 nani lile lidude ile kubwa likushe, printini hata kopi 3, moja utabandika ofisi ya mtaa, nyingine utabandika darajani, nyingine utabandika sijui tutaweka nyumbani kwa mama, ili mtu anapoamka asubuhi anajua, si sawa? Alafu mje hapa sasa mnionyeshe kwenye physical kwamba DC barabara hii unayoiona itapita hapa, lami itapita hapa, umeme huu utaenda hapa, bomba la maji hili liko hapa, hili eneo la soko, hili eneo la wafanyabiashara, si ndio? Hili sa wafanyabiashara. Sasa mnionyeshe eneo la wafanyabiashara ni hili, linatakiwa kuwekwa pevi, linatakiwa lifanyike hivi, litaingia wafanyabiashara wangapi, wanapatikanaje, kwa majina gani, ni nani na nani ataingia eneo hilo, lini linakamilika, mniletee tujadili. Tufanye jambo moja.